Hi, how are you, Salma? I'm not good. Mama, you free today? Come for me. Wait, where are you okay, Salma? They are wrong. Kama kiongozi, I have to talk. And I want to talk to Kenyans, both men and women. Nimekosewa leo. Na si mara ya kwanza ama ya pili ama ya tatu ama ya nne. Kama mara 10, lakini nimekuwa nikinyamaza, nikivumilia kwa sababu nilikuwa nawachukulia watu kama watoto wangu. Vijana, ukikosana na msichana usimpige. Jifundisha kuongea na yeye. Reach out to the parents. And I'm sure there are so many countless families suffering from what transpired this morning kwa my daughter. My daughter called the mother in the morning. Good morning, Mom. Hi, how are you, Salma? I'm not good. Mama, you free today? Come for me. Wait, where are you okay, Salma? No, I'm not okay. Wait, I'm so sorry. What's up? I just asked for breakfast and I was slapped twice. No, that is very bad. And I didn't have money. And I just came in the morning and I've been telling him the kids are hungry. The kids are hungry. Can I come for you? Yeah, just come for me. I'm tired. Hold on. I'm on my way. That is very bad. Slap kwa nini? I'm on my way. Be strong, dear. My daughter called the mother in the morning. Akamwambia, mama, my husband ameingia asubuhi kumuuliza watoto watakula breakfast nini, akaslapiwa. Ameslapiwa hapa, akawekwa dent kwa mdomo, akapigwa huku imefura. So kama mzazi sasa, wacha kama sonko sasa, wacha kama governor former, wacha kama leader, wacha kama politician. No, the same law ile na guide watu wa chini. You are supposed to get anybody, leader, nani, mimi, wewe. You should not allow kwanza mamako apigwe, dadako apigwe, mtoto wako apigwe. It is wrong, it is painful, it is very bitter. Leo nimekuwa na uchungu ile ambayo any mzazi anaweza kuwa nayo. Na nimeivumilia sana, but let me talk about it because sitavumilia tena. Maza the guy slapped my daughter. 2 slaps, bakini jamani bouncer hivi. Akachapa mtoto wangu makofi 2. Nikaenda, mama bibi yangu called me, akaniambia what transpired. So I decided to drive all the way to Kitengela. Ako wapi? Kwa nini unapiga mtoto? Hiyo amefura. Umefurisha kama mdomo, mtoto wangu amekosea nini? Watoto nakusomeshea, rent na kulipia, unanipigia mtoto wa nini? Sisi tukukupiga sasa utasikiaje? Security wangu wako na kifua na nguvu kukushinda. Wewe mtu ni nini? Simsikize ile mtu mnaambia. Kuna watoto hapa, wacha. Order ni moja na order ni ya boss. Follow my orders. Don't be violent. Mbona nipigia mtoto? Na kulipia watoto wako school fees, na kulipia rent, na kulipia chakula, shopping na wafanyia, kila kitu kupiga. Why are you beating my daughter? Uko na nguvu kumshinda. Why are you beating my daughter? Nimekuja mwisho kama bibi na bwana. Nimekuja kukaa peke yangu ni simu. Unampikia nini? Na si mara ya kwanza, unaona umefurisha mdomo. No, so I'm going to report this case to the police. Kama yeye report, mimi report it. Ngoja tutakwenda kudulia mtoto. Na kwa mtoto wangu pia ametakuwa. Siwezi nampenda sana tukosana. So tumekosana kidogo boss. Kosana kidogo. Yeye amepikia mama yake akilia. Shule na kulipia watoto wako, chakula na kufanyia, rent na kulipia. Why is that my daughter? Unataka tukutudili na sasa hivi? You want to deal with him now?
Ukimpiga tena, and I'm going to get this video viral. Ukimpiga tena, Take it up to you. unamwona akiwa peke yake. Tumekosana tu ile bibi. Then si mkosana na mdogo. Kwa nini unapiga? Order, what is this? What is this kwa mdogo? What is this? Hebu mjisogeza kamera hapo. What is this? What is this? What is this? I'm sorry, son. Wacha nisikie tena. Sorry. Wacha nisikie umenigusia mtoto tena. Sio utamuua hata mimi nitakuua. Sitamgusa tena. Nimekwambia hivyo. Umempiga sana. Hizi madeni zote ni zako. I'm sorry. I'm sorry, son. Hizi madeni zote ni zako. Kama mko na shida si mnajua nyumbani. Mnajua mama ako wapi? Wewe unanipigia mtoto? Unanipigia mtoto kwa nini? Unanipigia mtoto kwa nini wewe? Hiki fua yote unapiga mtoto mdogo kwa nini? Nimekuja mpaka Unapiga bibi yako kwa nini? nimekuja kujifungia. Wewe unazidi kupiga mabibi sisi. Kwa nini unapiga bibi yako? Pole sana. Tunajua biashara zako ziko chini. Rent nimekulipia. Watoto nakusomeshea. Shopping nawafanyia. Kila kitu nakufanyia. Nini unanipigia mtoto? Unanipigia mtoto kwa nini? Unanipigia mtoto nini wewe? What do you want? You go to mom for the time being. Just stay my head to tea break. Unaweza tupatia break. Bila anakuja kusumbua, twende kwa nyumba, atulie. Mtulie atakuja huko na wazazi wake. You pack your things down. Atakuja kutongoja maneno huko. Wewe utaniumiza kwa sisi tutakuumiza. Sasa ni kujizuia tu najizuia pana kuna watoto watano na yeye. Watano na yeye, please watano na yeye. Akona watoto wana drama. Sasa. Watano fulani just watano na yeye. Wewe tuchukue mtoto tuende nyumbani. Ukifikiria kuna bibi utakuja nyumbani na wazazi wako. But next time my friend, next time unatumia mkono wako kupiga mtoto wangu, I'll deal with you. Nawe. Piga mtoto wangu tena. Ni wani tu nakupatia kwa sasa. Sikugusi next time. Next time touch my daughter again. Unajua mzazi, mchunge wa mzazi ni nini wewe? Kia kuna watoto, sitaki kukosea. I'm giving you the last warning. Umenipiga mtoto over 10 times. No. Nimekupatia mguse. Toka nini? Hata ndio nyuma yenu. Wajua economy kulingana na economy vile iko, family mingi ziko chini. But that doesn't mean kama deal zako zende through ukue violent kwa nyumba. Unaenda masherehe, unarudi asubuhi, ukiulizwa kitu polepole. Na sisemi my daughter. There are so many girls, ladies, women suffering. Unaulizwa polepole, unapiga mtoto wenyewe. That one should not happen. That one should not happen. So mimi nilienda, I met the guy, nikajicontrol, nilikuwa na uchungu. Kamwambia mbona umepiga mtoto wangu? Definitely alianza ku regret. Truly speaking, he was not violent on me, but I was a bit bitter. One of my private guys karibu wa mess na yeye, but as a parent, as a father, as a former governor, as a former leader, Leona, it was not okay because we were many to harm mtoto wenyewe. But pia nikamwambia, now you put yourself into my shoes, into my daughter's shoes, into your shoes at the moment, because we're handling the situation. Ukiwa na my daughter with your huge body, akiwa peke yake, unampiga. So that situation, he put it, sisi tukiwa wengi, tukiwa kupiga, tukiwa sote. Ama one of my bouncers, ako na body mara mbili ya yako, ningemwambia peke yake deal na wewe, ungekuwa situation gani? But as a parent, nili control. So I was very bitter. Nili control. Na this is how watu ukufa. Wasichana wetu ukufa, watoto wetu ukufa. Mtu akona mwili kama anaweza kupiga kifua, aumize roho, aumize heart. Anaweza kupiga kuumize kichwa. Anaweza kupiga uanguke ukufe.
So vitu zingine sisi kujoke nazo. That's why nimekuja kwa public. Sija kuja ku expose my daughter, ku expose my family, but as a leader I have to talk about it. This nonsense of kupiga wamama wanawake must stop. Whether ni mtoto wa maskini, whether ni mtoto wa tajiri, usipige mtoto wa wenyewe. Just talk to her nicely. Yeah, and whenever I go to weddings, ceremonies, I talk about these things because I'm experienced. Mimi lazima maisha nikiwa mdogo. Hapa unaona mimi with my wife, we have stayed for over 28 years. Na sisi hatukuwa na issues. But tukikosana, when my wife is high, I try to control myself, narudi chini. When I'm high, she controls herself, anarudi chini. Mavijana, please. Kama ile tu advice niliongea na nyinyi mambo ya Chrome, hata hii nitaongea na nyinyi. This time it is my daughter.